Pia Mtume amelisemea suala hili, aljannatu tahta aqdamil ummahati, pepo ya Allah iko chini ya nyayo za mama zenu. Ukiwatendea vyema wazazi wako, basi una uwezekano mkubwa wa kupata pepo ya Mola wako. Wazazi wakiridhika na wewe na Allah akaridhika na wewe kwa sababu ya kuwafanyia vyema wazazi wako, uwezekano wako wa kwenda peponi uko wazi kabisa. Kwa hiyo huyu aliyepita kabla yenu, watu wa umma zilizofuata mitume waliotangulia, alikuwepo mtu mmoja mwema kwa dini yake na ibada zake. Pamoja na wema katika ibada, pia alikuwa ni mtu mtenda wema kwa mama yake mzazi. Adda laha taamaha wa sharabaha, kijana huyu alikuwa amemtimizia mama yake chakula na kinywaji. Wa ghassala laha thiyabaha, alikuwa akimuoshea nguo zake. Wa nadhafa laha firashaha, na pia alimfanyia nadhifu mahala pake pa kulala. Analala mahala safi pazuri, anavaa nguo safi nzuri, anakula chakula bora, kinywaji safi. Mtoto anamhudumia mama yake. Ibada za Mola wake katekeleza huyu bwana. Lakini falamma hadarathu alwafat, alipohudhuriwa na kifo, saa ya mauti imemfikia, akafa, muda wake wa kuishi duniani umemalizika, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Kijana huyu mwema alikutana na Allah hali ya kuwa Allah ana hasira naye, kamkasirikia. Na tunajua Qur'ani inasema, waman yahlil alayhi ghadabi faqad hawa, mtu atakayeondoka duniani akathibitikiwa na hasira zangu, anakufa mimi nimemkasirikia, kwa hakika kaenda patupu, ni motoni. Sasa huyu bwana mwema ibada zote kafanya. Pamoja na ibada kufanya vizuri, alimtendea wema mama yake. Inaonyesha baba alifariki zamani, akabaki na mama yake tu peke yake. Na mama alikuwa ana mtoto mmoja huyu tu peke yake, mwanamme. Mtoto hana jinsi amhudumie na amtunze mama yake. Kafanya vizuri, ibada katekeleza, na mama yake kamtunza. Lakini alipofariki, Allah alikuwa akakasirika naye. Faqalatil malaikatu, malaika wakasema, subhanaka Allahumma wa bihamdik, Mola wetu umetakasika, huna aibu wala kasoro, si dhalimu, hupendelei, umetakasika. Wanataka udhuru kwanza kabla hawajasema wanalotaka kusema, wanamtakasa Mwenyezi Mungu malaika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, umetakasika Mola wetu na sifa njema ni zako, huna sifa mbaya. Lakini tuna jambo linatupa mushkeli, limetugusa akili zetu. Baada ya kutoa tamko la tasbihi, ndo wakawasilisha malalamiko yao. Inna abdaka hadha ma alimna alayhi min su'in, Mola wetu mja wako huyu ambaye yuko mbele yako hapa, ambaye umekasirika naye, sisi hatulielewi kwake baya hata moja. Malaika hao, na malaika wakikushuhudia kwa wema, wewe mtu mwema. Maana malaika hawana tabia ya kupendelea wala ya kumchukia mtu wala ya kumchongea na wakamfitini mpaka akachukiwa. Malaika wao wako safi kabisa, la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Na kila mmoja anao malaika wanaomhudumia, kuanzia kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Wale malaika waandishi wanaoandika amali zenu hawampendelei mtu, wanayajua yote mnayoyafanya. Na wengineo hao ambao ni sabihati sabha, wanaokuja na kurudi kuchukua ripoti iliyoandikwa na hao kiraman katibin. Malaika wanamshuhudia mtu kwa anayoyafanya. Malaika hawa wote wanaomtambua huyu bwana wako mbele ya Allah, wanashangaa na maamuzi ya Allah alivyomkasirikia. Anambia, inna abdaka hadha, hakika ya mja wako huyu, ma alimna alaihi min su'in, kwake hatulielewi baya lolote la aina yote. Sisi tulikuwa tunamtazamia katika khairi tu, kafanya vyema tu. Pamoja na kwamba tunaona hana baya katika upande wa ibada, wa maadhalika, pamoja na wema wake na kutokugundua sisi baya kwake,
kana barran li ummihi, alikuwa ni mtu mwema kwa mama yake huyu. Adda laha taamaha wa sharabaha, kijana huyu kamtimizia mama yake chakula bora na kinywaji. Wa ghassala laha thiyabaha wa nadhafa laha firashaha, akimuoshea mama yake nguo zake na akamtunza mahala pazuri akikaa. Ni mambo muhimu mazuri. Sasa complaint walioipeleka malaika kwa Allah, wanauliza falimadha ghadibta alaihi, kwa nini mtu kama huyu umemkasirikia? Sisi hatulielewi kwake baya, na mema ya ziada ya kumtunza mama kafanya kwa kiwango kizuri cha kuridhisha. Chakula bora kampa, mavazi mazuri, akimuoshea hakumwacha katika uchafu, akimuoshea nguo, mahala pa kulala pazuri. Falimadha ghadibta alaihi, Mola wetu kwa nini umemkasirikia? Mafunzo ya kuonyesha Allah anayajua ya siri. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur, yeye anayajua yaliyoko vifuani. Kusema kwenu kwa kelele, kujificha pembeni mkanong'ona, kupanga mikakati ya siri, munajisumbua bure kwa Allah. Haya wafanyieni binadamu wenzenu, fanyianeni wenyewe kwa wenyewe, lakini Mungu hamumdanganyi. Yeye anajua, anayajua ambayo hamjayachukulia hatua wala hamjayatolea maamuzi, anayaelewa. Yeye ndo wa kumtahadhari. Kwa hiyo malaika wameuliza, huyu mtu mwema hatujui tabaya moja kwake. Maana angalau katika rekodi zetu tungelikuwa tuna orodha ya mawili matatu mabaya yake, tukasema labda kwa mabaya haya yameharibu mazuri yake yote. Malaika wanasema inna abdaka hadha, hakika ya mja wako huyu, ma alimna alaihi min suin, kwake hatuelewi hata baya moja. Falimadha ghadibta alaihi, kwa nini Mola wetu umemkasirikia? Qala Allahu taala, Allah mtukufu akasema, ya malaikati, enyi malaika wangu, antum la ta'lamuna alghaiba, nyinyi hamjui mambo ya siri. Ana alladhi a'lamu alghaib, mimi ndiye ninayejua siri. Mambo yote ya siri yaliyofichikana na yafahamu, ambayo nyinyi sio mengi, sio yote mnayoyajua. Allah ndo anayejua ghaib. Malaika ni viumbe, mambo ya siri hawawezi kuyaelewa. Wataelewa lililosemwa, watasikia. Wataelewa lililotendwa, wataliona. Katika mambo yaliyodhamiriwa mpaka action itokee ndo wajue, lakini lililofichikana moyoni, lililokuwa halijatolewa maamuzi, hawawezi kulielewa. Ama ukitikisa ulimi tu wanajua nini umesema, hata sauti isipotoka malaika wanajua. Huyu yeye alokuwa nayo haja yatamka, hajamuambia mtu, hata mtu mmoja hajamnongoneza. Yasiri yepi yalikuwepo yakapelekea akasirikiwe na Mola wake. Kwa hiyo hapo ndipo tunapojua namna gani Allah anavyojua undani wa mambo, udogo wake, ukubwa wake. Ya malaikati antum la ta'lamuna alghaiba, malaika wangu nyinyi hamjui ghaib. Ana alladhi a'lamu alghaiba, mimi ndo ninayejua mambo ya siri yaliyojificha. Atadruna limadha ana ghadibun alayhi, hivi ndo tuseme mnajua nini, kwa nini mimi nimemkasirikia? Hawajui, ndo maana wameuliza. Kwa hiyo Allah ikabidi awape malaika wake jawabu. Sababu kubwa iliyopelekea mimi nikasirike naye, pamoja na mengi mazuri aliyofanya, yote mazuri yake yamefutwa na hilo moja. Ndo nilisema mabaya hayafanani. Dhambi moja tu ya kosa fulani inaweza kufuta mazuri ya miaka 10 ulioyafanya. Inategemea sasa mazingira na ukubwa wa dhambi yenyewe. Kwa hiyo huyu ana jambo ambalo nyinyi hamlielewi. Hili ndilo lililopelekea nimkasirikie. Innahu, hakika ya mtu huyu, ma adda laha taaman, hakumpapo huyo mama yake chakula hivyo akimpa, wala sharaban, wala hakumpapo mama yake kinywaji hivyo mlivyoona anampa, wala thiyaban, wala hakumpapo huyu mama yake nguo vile mlivyomuona akampa nguo akamvisha.
illa, isipokuwa kila anapofanya hayo, wa huwa yaqulu, yani anafanya hayo huku anasema, fi qalbihi, kwenye moyo wake anajisemea mwenyewe kimoyomoyo, Allahumma khudhha wa arihni minha, Allah mchukue tena huyu dingi na mimi unipumzishe naye. Tutaenda hivi mpaka lini? Nachoka tena na mie na mambo yangu mengi ya kufanya. Haya anajisemea mwenyewe moyoni, hakumdhihirishia hata mama yake, hajapata kutamka, lakini Allah kilimkera kitendo cha huyu kufikiria mabaya kwa mama yake. Anasema kila anapotoa huduma kwa lugha inayotafsiri kwamba hizi huduma anazifanya kwa shingo upande na roho yake imekunja, kalazimika afanye na anafanya, lakini anamuomba Allah mwenyewe, Allahumma, ewe Allah, khudhha, mchukue tena. Hakumtilia sumu wala hakumchoma kisu wala hakumwacha kwenye kitanda chenye kunguni, wala akiumwa hajaacha kumpa dawa, lakini anaomba kwa muamuzi mwenyewe, anamwambia Allahumma, ewe Allah, khudhha, mchukue tena, wa arihni minha, na mimi nipate raha, unipumzishe kutokana na huduma hii. Kwa hiyo hili moja hili limefuta mazuri yote aliyofanya, kafa na Allah Mola wake kamkasirikia. Kwa hiyo aya hizi tulizosoma kwamba watu walioamini wakafanya vyema, basi Allah amewaandalia vitu vizuri, lakini watakao kufuru wakaharibu, Allah atawaadhibu. Na watu watakao kuwa wanakuwa wakafanya mambo yao hadharani vizuri, lakini wanapokuwa faragha wanakuwa sio wazuri, wasimdanganye Allah. Allah anajua, hadanganyiki. Wa asirru qawlakum au ijharu bihi, fanyeni siri maneno yenu au semeni hadharani waziwazi. Innahu alimun bidhati sudur, yeye Mola wenu anayafahamu, ana elimu nayo, anayajua vizuri, mpaka yaliyomo nyoyoni hayajaamuliwa bado. Huyo ndo wa kumtahadhari, kuweni makini.